Bwana tunarudi tena katika season ya Oran sehemu ya kwanza kabisa. Bwana hapo sasa wanaonekana wako kwenye vita vikali vibaya mno. Unaona bwana, wanachapana mapanga ile mbaya. Hali ilikuwa ni ngumu. Kusema kweli mambo yalikuwa sio mchezo. Yaani hawa jamaa walizidiwa kusema kweli. Wakina Oran, Haradini walizidiwa. Na hapo ndipo ilipokombolewa, unaona, Bursa. Bwana tunamuona kuna jamaa hapo amejificha na angalia mambo yote jinsi yanavyokwenda. Huyo jamaa alikuwa ni mtu wao anaitwa Bugla. Ndiye alienda kufanyaje? Kuuza hiyo issue. Unaona? Yupo yule na yeye alipo kwenye kikosi kile. Sasa bwana tunamuona Saros akiwa na Flavius wapo ndani ya Bursa, washaiteka humo ndani. Unaona? Sasa huyo jamaa huyo ameenda kule kwenda kuuza nini? Kuuza issue. Baada ya kuuza issue, wakati wanamlipa bwana Flavius akaamua huyo jamaa kumchinja na kupiga pesa ambayo alikuwa amepewa kama ongo, na akasema bwana, sisi hatuwezi kufanya na mtu ambaye ameasi nchi yake na kuja kujifanya sisi rafiki. Anaweza kutuletea habari za uongo. Usiwaamini watu wa namna hii, sio watu. Mtu kama akaasi nchi yake, taifa lake, hata sisi hafai. Bwana tunamuona bwana Oran ndio anaingia sasa, anajiandaa, unaona, na anaambiwa vikosi, anawaeleza bwana kuanzia sasa tujiandae kwenda vitani. Huyu jamaa anasema bwana, mbona ghafla hivi rafiki yangu, hatujajiandaa, tujafanya kusema ndio hivyo. Unaona bwana, huku sasa tuko ndani ya Bursa. Ndani ashatumwa bwana Borani, ameenda kuchunguza ndani ya Bursa na anatoa taarifa, anamtuma njiwa alete taarifa. Bwana Oran alivyopata hiyo taarifa ndio anajiandaa, yuko tayari kwenda vitani, wanaenda kuivamia Bursa. Lakini huku wanajeshi wana mind bwana, inakuaje? Kwa nini tunapelekwa ovyo ovyo ghafla, tujaandaliwa, tujafanya, tunaambiwa eti usiku leo tunaenda kuvamia? Tutaenda kule tutaharibikiwa bwana. Unaona bwana, kwa Mzee Sunshine na anashangaa hiki kitendo kinavyoenda. Huyu jamaa anapelekwa mambo kiuni. Okay, ili bidi wakubaliane na waende kuvamiwa. Sasa bora ni yuko ndani ya Bursa, anatoa ishara ya moto kwamba huku milango iko wazi na kuko tayari. Kumbe kuna mtu alienda kuuza siri kule, alipewa hela alafu na kauawa. Kwa hiyo wanajua ujio wa hawa jamaa kuja kuvamiwa Bursa. Bwana akaanza kuchezea. Unaona bora ni pale amechezea mishale. Kumbe mchezo wote walikuwa wanaujua na wanauona. Bora ni bwana kachezea mishale. Ila hawa jamaa wakafanikiwa kuingia kuvamiwa. Hiyo shawekewa mitego kibao, wanamwagiwa oili ya moto. Cheki wanavyoungua hapo, unaambiwa Borani anapambana kadiri ya uwezo wake, lakini hawa jamaa walijua ujio wao. Kwa hiyo walikuwa wamejipanga vizuri sana. Milango yote inafungwa, hawa jamaa pa kutokea hawana. Kwa hiyo humo wanabaki na maaskari wengine wanakuwa mateka. Walifanywa kitu kibaya sana, walipigwa vibaya. Kucheki mara mabomu. Bwana inabidi sasa walipue mabomu humo ndani. Mpaka jamaa Haradini anaona kile kitendo, anasema bwana anaita kaka, vipi huko baba? Unaambiwa humo ndani kumelipuka vibaya mno. Haradini anasema wewe tushambulie, twende tukawaokoe hawa. Na bwana Sunshine wanaenda kushambulia ili kusudi kuwaokoa watu ambao wako ndani, wakina Oran na maaskari wengine na Borani. Bwana hiyo mishale, kwa sababu wa jamaa waliingia kwenye 18. Jamaa shauza issue muda mrefu sana. Unaona bwana? Bwana vita ikaendelea hapo, unaambiwa sasa Oran anaona washamtaiti Borani. Unaona? Alafu huku hawa jamaa wanazidi kumwagiwa oili ya moto, unaambiwa mitego alitega mapema. Flavius anasema sasa leo mmeingia kwenye 18, mtajuta, mtoki hapa. Kweli walilegezwa. Baadaye vita iliisha, hawa jamaa wakakimbia wakina Oran, baadhi tu na askari machache, wengine waliangamia. Unaona hapo sasa Oran anachanganyikiwa. Kashindwa vita, kapoteza wanajeshi, alafu na Borani mnyama naye vile katekwa, yuko kule. Sasa wanakuja sema oya, kuna kikao huko. Inakuaje? Tueleze jinsi ilivyokuwa. Maki wewe chukua tu ghafla watu twende vitani, hatujajipanga tutafanyaje? Matokeo yaliyotokea ndo haya. Angalia watu wamekufa bila hatia, tukujipanga. Watu wana hasira naye, unajua waambia wewe vipi, mbona peleka kiuni? Okay, tunamuona huku Maruni Hatun. Unaona huyu sasa yupo anaongea na Bara. Unajua ana tatizo la kutopata mtoto. Sasa Maruni Hatun anakuwa anamsumbua sana kuhusu kutopata mtoto. Huku tunamuona Alime ameenda kwenye pango kwenda kutafuta dawa ya kumsaidia Bara kuweza kupata mtoto. Ndo anaingia kwenye pango. Ndani ya hilo pango ndo kunapatikana dawa. Sasa hapa tunaona Bursa kakaa
Bwana Oran anaiangalia kwa hasira sana ni Bursa, kwa sababu kule ndo amemteka nani? Boran. Anamkumbuka Boran pale alivyokuwa anamwambia, "Oya Boran, utaweza lakini kwenda kule." Boran anasema, "Acha niende mkuu. Lazima nitumikie nini? Niwatumikie wanakai." Sasa anaangalia kwa hasira, unaona bwana, lakini ameazimia kwenda kufanyaje? Kuvamia. Okay, tunamuona sasa hapo huyu mke wa Boran, unaona, akiwa na Alime ndo ameingia kwenye pango, wanaenda kuchukua hiyo dawa. Unaona bwana, huyo Nilfoyo yuko na Alime na kweli dawa wameipata. Haya, tunamuona hapo mzee Sunshine, unaona, akiwa na akina Oran wapo pale kwenye kikao. Tayari kikao kishawadia, wanajadili kwa nini tumepigwa tena. Mara ya kwanza tulipigwa ikachukuliwa Bursa, unaona, wakaiteka. Mara ya pili tumeenda tumepoteza wanajeshi wengi tu na wamemchukua Boran. Hii mipango unayoipanga Oran ni mipango gani? Unapanga kitu gani? Mbona unatufelisha? Unaona bwana, kitu gani kilichokufanya wewe ukaja haraka tu tuende kwenye vita bila kujipanga, bila kujiandaa, alafu mwisho wa siku tumeenda kupoteza? Au na nini wewe? Wakasema bwana, huyu Oran inaonekana hana hata uwezo wa kuongoza. Huyu sio kiongozi kwa sababu inaonekana anatufelisha. Sunshine lakini na yeye ana lake, kwa sababu naye anahusika kwenye swala la kuhujumu wanakai, lakini hawajajua, tutaangalia huko mbele, ila na yeye ni muhusika. Nataka vyeo na yeye ujue kuna kitu anakitaka. Unaona sasa Oran anajaribu kukasirika, maka kama hivi hakuna ushirikiano, wanamtuhumu tu yeye, kumbe hawajui kama kuna mtu aliuza issue. Tunamuona Maruni Atuni akiwa na Nilfa pale, unaona, akiwa na Alime pamoja na Gonja Atuni, anajaribu kuwapa maelekezo fulani pale, wanataniana. Kuna na huyu Didali, huyu ni mke wa Sunshine na yeye anataka cheo vile vile. Shida yao wenyewe, wanataka kupindua mapinduzi ya chini chini, unaona bwana. Hata huyu mke mwenyewe wa Osman, huyu Maruni Atuni, na yeye ana jambo. Sasa bwana huyu wanamkera sana, unamwambia Gonja Atuni kila akizungumza anazungumza kuhusu watoto, wakizungumza na wanazungumza kuhusu ugumba wake apati mimba. Sasa inakuwa inamuuzi sana na mind. Haya, huku tunamuona Osman, mzee Osman akiwa anazungumza na mke wake, unamuona Maruni Atuni, wanapiga story wenyewe. Mara tunamuona Aikut anasema bwana Osman anaingia. Osman anataka kuzungumza na wananchi kuhusu kutekwa kwa Bursa na kuchapika kwa wanajeshi wa Bursa na kushindwa pia kwa Bursa kurudi kwenye mikono ya Wabazentini. Anajaribu kuwatuliza na wananchi, anawaambia bwana, msiwe na wasiwasi, nguvu ni moja, tutaendelea kupambana. Kushindwa vita sio kushindwa moja kwa moja, tutarudi tena, tutajikusana kisha tutashinda. Ila sasa kuna taarifa nyingine inakuja, inajipenyeza ya kwamba wakina Oran wameenda kupambana, wameshindwa tena kwa mara nyingine. Unaambiwa hadi Nilfo mwenyewe anachanganyikiwa. Bwana Joktai sasa naye ndo anaingia, anampa taarifa rasmi bwana Osman kushindwa kwa Oran kwa mara nyingine tena. Walienda kuvamia kisirisiri wakashindwa. Sasa tunaona ndani kule ndani ya Bursa watu wanazidi kupata mateso. Boran anateswa sana, unaona bwana huyo Flavius anamtesa vibaya mno, huku Osman anazidi kuzungumza na wananchi, msiwe na wasiwasi, sisi tutashinda. Sasa huku bwana huyu bibi anazidi kumtuhumu Nilfa, wewe kwani hauzungumzi vizuri na Oran? Mpaka Oran anachukua majukumu ya kwenda kupeleka wanajeshi wanakufa bila mpangilio. Kwa nini? Sasa Nilfa akaamua kuondoka kwenda kumuona nani? Oran huko walikokuwa kwenye kambi. Sasa Oran na yeye vile vile huko amewekwa kitimoto bado, unaona, wanajeshi bado hawamuelewi, unaona bado hawamuelewi kwa kitendo alichokifanya. Sasa huyu Sunshine anakuwa kama kapata nafasi fulani, kwa sababu ndo hicho alichokuwa anakitaka, unaona. Yani kwa anataka washindwe vita, yeye aweze kupata ukubwa na aweze kupewa ukubwa wa kwenda kupambana na Bursa, akikomboa tu awe mkubwa wa Bursa. Sasa anazidi kupiga misumari, unaambiwa, anazidi kumwambia bwana, wewe Oran ufai kuwa kiongozi. We kiongozi gani wewe? Watu wanapotea kwa ajili yako, unatupeleka tu. Sasa na nani Aladini anajaribu kutuliza kidogo, lakini watu sasa wanachachamaa, wanataka kupigana, unaambiwa wenyewe kwa wenyewe. Sasa Oran na anachanganyikiwa, unaona, sasa ana mtu tena wa kumtetea, unaona. Anakuja Joktai na anakuja kutoa taarifa kwamba bwana wanatakiwa kuonana na Osman, kuwa na kikao. Huku tunamwona Flavius na Silos wakiwa nao wanaendeleza na majambo yao. Sasa
Amekuja Nilfa, anakuja kuonana na nani? Na Oran, wanakumbatiana, namuuliza nini kilijiri. Kwanza nampa pole kwa maumivu aliyoyapata, naona majeraha pale. Anamwambia kwa nini mlishindwa vita? Mwenyewe sasa Oran anasema kwa kweli mimi mwenyewe sijui. Sasa mtamwambiaje Osman? Anasema bwana Osman, nitamwambia hivyo jinsi ilivyokuwa. Basi Nilfa anamkumbatia, anamwambia usiwe na wasiwasi, haya mambo yatarapita. Haya, tunamuona huyu bibie akiwa na Halime. Huyu bwana huyu naye ana matatizo yake binafsi, anawagandaganda sana. Huyu naye anakuwa kama ni mnafiki pamoja kuwa ni mke wa Osman. Okay, tunamuona mzee Osman anakuja pale, anakaa pale na watoto, wale watoto ni wa Oran wale. Anazungumza nao pale, alafu na Maroni Atuni yuko pale kama mke wake. Halime na anamsikiliza, anajaribu kuwaambia watoto kuhusu masuala ya vita, nidhamu na nini, wawe wakarimu. Sasa huyu bibie anatumia dawa kwenye chakula ya kuweza kumwezesha kupata ujauzito aliyoletewa na Halime, lakini dawa kuna huyo Didari alienda kuichanganya dawa, sio alibadilisha. Matokeo atakuja huko mbele baadaye. Haya, tunamuona huyo bwana Sunshine ndio anaingia kikao kingine. Yani sasa hivi ni vikao juu ya vikao. Kwa hicho alichokifanya Oran, aisee ni shida. Kuna mambo mengi sana huko mbele atakuja kujitokeza vibaya mno. Make Oran anaonekana sasa akubariki, anaonekana kama ndiye anayewauza wakati maskini hajui chochote. Mbaya pale ni Sunshine, huyo ndo mbaya sana. Alafu kashapandikizwa na Aladdin, ni sumu kubwa sana Aladdin, na yeye anataka cheo vile vile. Bwana, tukutane kwenye nyingine inayokuja. Msisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare pia. Ciao.